Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sahaba wake Abu Dharr, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Abu Dharr, akamwambia atadri aina tadhhab, ilikuwa jua linazama, fil gharabati shams, ilikuwa ni kipindi jua linazama, yani magharibi yale. Akamwambia atadri aina tadhhab, unafahamu jua linakoelekea linakwenda wapi? Qultu Allahu wa rasul a'lam. Abu Dharr akasema Mwenyezi Mungu na mtume wanajua. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh, kwamba hakika jua linakwenda mpaka chini ya arsh ya Mwenyezi Mungu, linamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Fatasta'adhina fayudhana laha, kisha linaomba ruksa liendelee na safari, kisha Allah analiruhusu linaendelea na safari. Wayushiku an tasjuda fala yuqbal minha, lakini itaenda na mwenendo huo tangu limeumbwa mpaka leo, lakini itafika zama jua litafika litaka kumsujudia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atalizuia. Wastahtadhina fala yu'dhana laha, litaomba idhini liendelee na safari, Mwenyezi Mungu atalizuia. Fayuqalu laha irji'i min haythu ji'ti, rudi huko ulikotoka. Fatatlu min magharibiha, dhalika qawluhu ta'ala wa shamsu tajri limustaqarriha dhalika taqdirul azizul alim, kwamba Mwenyezi Mungu ataliamrisha rudi ulikotoka. Kwa hiyo jua litatoka magharibi kwenda mashariki, baadaye kutoka mashariki kwenda magharibi. Hiyo ndio kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani sura ya 38, sura 36 aya 38, sura ya Yasin, aliposema kwamba wa shamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdirul azizul alim, kwamba jua pia ni alama kwao, linakwenda safari mpaka kituo maalum kilichopangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mjuzi. Kwa hiyo karne ya 7 Mtume SAW anaelezea mpaka jua mwisho wake litakuwa wapi. Kwa hiyo wakati Qur'ani inaeleza habari hii, wakati tunasoma, hata mimi nikiwa shuleni miaka ya 80, tulikuwa tunaambiwa kwamba miaka 1980 kuendelea hapa juu kidogo, tulikuwa tunaambiwa kwamba dunia, unaona, jua yani jua limetulia, yani wanasema the sun is stationary, kwamba jua limetulia, dunia inazunguka katika mhimili wake, lakini jua limesimama. Kwa hiyo karne ya 7 Qur'ani inasema hapana, jua linakwenda masafa, na wataalamu wakaja wakagundua kwamba jua linatembea sawa na maili 12 kwa muda wa sekunde, linakuwa limemaliza maili 12 kwa sekunde hii moja, sawa na maili 720 kwa dakika, au sawa na masaa 5 dakika 50 kwa muda wa saa moja. Jua limetembea masafa hayo, na wanakiri kwamba mwanga wa jua unasafiri kwa maili 186,000 kwa muda wa sekunde moja. Kwa ili mwanga ili utue katika ardhi yetu, kwa maana umbali wa ardhi hii tuliokuwa nayo mpaka jua lilipo ni maili 93 milioni. Kwa hiyo ili mwanga utue katika ardhi, maana yake utalazimika utembee dakika 8 na sekunde 10 ndio mwanga umeingia katika ardhi yetu. Subhanallah, haya ni maajabu. Lakini kwa nini tumeyasema haya? Wanasayansi wanatuambia the sun is a star that is roughly 4.5 billion years old, kwamba jua ni kama nyota nyingine, lakini tunaambiwa kwamba jua lina umri wa miaka bilioni 4.5 according to expert in astrophysics, kwa mujibu wa wataalamu watu wa astronomy. It is possible to distinguish in its evolution as one can for all the stars, kwamba upo uwezekano mkubwa wa kutofautisha, yani wa kutenganisha, in its evolution, kwamba mabadiliko kama ilivyokuwa nyota nyingine, as one can for all the stars, kama inavyowezekana pia mojawapo katika nyota kuweza kuonyesha tofauti zake za stage na mabadiliko yake. Lakini wanasema
at al anasema the sun is at early stage characterized by transformation of hydrogen atoms into helium atoms, kwamba jua lipo katika hatua za awali, primary stage, liko katika hatua za awali, na ndio maana tukaambiwa miaka takriban bilioni 4.5 likiwa linatumia hewa hydrogen. Likichoma ile hewa ile inabakia, inaungua. Baada ya kuungua inakuwa gesi ambayo ni helium. Helium ni gesi ambayo ni inactive. Kwa hiyo inapoibadilisha ile hewa, ina transform kutoka katika helium kwenda katika ina transform kutoka katika hydrogen kuja katika helium. Kwa hiyo hii ni hewa ya helium, ni inactive, haina harakati. Kwa hiyo hewa hii ikiisha, maana yake jua litazimika. Kwa hiyo anasema the sun, anasema is at early stage characterized by transformation of a hydrogen atom into helium atom. Theoretical, this present stage should last another 5.5 billion years for the duration of the primary stage, according to calculation that allow of 10 billion years in the star of this kind. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba kinadharia ni kwamba jua hili litakamilisha mwenendo wake wa kwenda takriban miaka bilioni 5.5, kwa sababu tuliambiwa ilikuwa katika hatua za kwanza lakini za awali. Kwa hiyo jua litakamilisha hatua zake za mwisho. Kwa hiyo kwenda katika umri pia wa miaka bilioni 10 kwa hesabu ambazo zinaonyesha kwamba jua litakuwa na umri, na maana litazeheka. Baada ya kuzeeka miaka takriban miaka bilioni 10, kwa hiyo jua hapo litazimika. Huu ni ukweli kwamba Qur'ani imeeleza sahihi, na Mtume SAW aliposema mpaka jua lile litakapokuwa litaamrishwa kwamba rudi likotoka, kwa maana jua linamsujudia Allah, kitafika mahala. Na ukisoma katika tafsiri ya Ibn Kathir, anaeleza kwamba jua litafahamu kwamba lishapoteza mwelekeo. Kwa hiyo utamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, what can I do for the people now, kwamba sasa nifanye nini ili niwafanyie watu, kwa sababu watu watakuwa wanaisubiri jua. Inawezekana kwa maelezo ya Mtume SAW kwamba jua hapo litakapozuiwa linaweza ikachukua masiku au miezi. Allah ndio anajua zaidi, kwamba watu hawataona jua, itakuwa ni kiza kitupu. Hii itapelekea mahala kwamba watu watashangaa kwamba jua wamezoea kuliona linachomoza saa 12:30 asubuhi, linazama saa 12:30 jioni. Kwa hiyo watu watashangaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea, jua halionekani, ni giza tupu. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo Ibn Kathir anatuambia jua litamuuliza Mwenyezi Mungu, what can I do for the people now? It will be ordered to return whence it has come. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, itakapomuuliza Mwenyezi Mungu kwamba nifanye nini kwa ajili ya watu, Mwenyezi Mungu ataliamrisha lirudi likotoka. Kwa hiyo jua litatoka magharibi kwenda mashariki, na hizi ndio dalili za kiyama, na huo ndio mwisho wa dunia, kwa sababu jua ndiye mtawala wa sayari zote. Hii ni Qur'an. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho kimeeleza kwa ufasaha zaidi kuliko kitabu chochote. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani sura ya 79 aya ya 30, aya 29, Allah anasema, ba'da'u billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha, wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha. Mwenyezi Mungu anasema, kisha tukautia giza usiku wake na mchana tukautokezeshea mwanga wake, kwa maana ya jua. Kwa hiyo hapa pia tunapingana na wale watu ambao wanasema Qur'ani imeiga vitabu vilivyotangulia, kwa maana ya Biblia na vitabu vingine. Hii jambo si kweli, kwa sababu Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo inaonekana kwamba aya za kwanza tu za Biblia zinaonekana zimekosea, kwamba
giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, kwa maana giza lilikuwepo. Sasa kama giza lilikuwepo, maana yake halijaumbwa, lakini Qur'ani Mwenyezi Mungu anaonyesha wazi kwamba na giza pia limeumbwa. Kwa hiyo hata ukiliona giza pia limeumbwa. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haiwezekani Qur'ani ifanane na vitabu vingine. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma maandiko mpaka aya ya 14 inaonekana jua limepatikana siku ya 4. Kwa hiyo kuna siku 3 zimepita kwa mujibu wa Biblia, jua halikuwepo. Sasa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo Qur'ani imeeleza. Mfano, ukisoma Qur'ani katika sura ya 10 aya ya 5, Mwenyezi Mungu anasema, baada billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walladhi ja'ala shamsa dhiyaa wal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walladhi ja'ala shamsa dhiyaa wal qamara nura. Angalia tofauti iliyopo, kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyelifanya jua, ndiye aliyeliumba jua likawa mwangaza na mwezi ukawa nuru. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya mwangaza na nuru, kwa sababu mwezi hauna mwanga. Mwezi una aksi mwanga kutoka katika jua. Kwa hiyo mwezi unatoa nuru. Na ndio maana leo hata hizi solar panel, mfano kama unavyoona hapo, solar panel tuna uwezo wa kuzitega katika jua. Kama unavyoona background hapo ni sehemu ambayo kuna solar panel zinazalisha umeme kupitia jua. Kwa hiyo umeme unapatikana kupitia jua, mwangaza wa jua, sio nuru ya mwezi, kwa sababu mwezi hauna mwanga asili, kwa maana una aksi mwanga kutoka katika jua, ndio maana hupati joto la mwezi. Huu ni ukweli wa Qur'an. Kwa hiyo Biblia inavyosema